Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Watukufu wa Islam, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile tunamuomba msaada wake na msamaha wake. Nataka tuzungumzie jambo kubwa sana ambalo kila mmoja wetu lazima aliweke katika maanani. Hakuna siri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tuangalie kidogo tu kisa hiki cha mwanamke aliyemlilia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie. Alikuja mwanamke mmoja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa na huzuni mkubwa sana. Alikuja huku akiwa na malalamiko yake kuhusu mume wake. Lakini angalia adabu ya mke huyu. Hakupiga kelele, hakusema hadharani. Alizungumza kwa siri kubwa mno na kwa heshima. Hata Aisha binti Abu Bakr radhiyallahu anha, aliyekuwa karibu sana, hakusikia baadhi ya maneno yake mwanamke huyo, kwa sababu yalikuwa ya ndani sana, tena yalikuwa maneno ya ndani ya ndoa yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya tukufu, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesikia kauli ya mwanamke anayekujadili ewe Muhammad kuhusu mume wake, na analalamika kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anasikia mazungumzo yenu yote mnayoyazungumza na mke huo. Hakika Allah ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Kuna mafunzo gani katika habari hii ya huyu mama? Ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasikia hata kama itakuwa siri. Huyu mwanamke alizungumza kwa sauti ya chini mno. Aisha hakusikia, watu hawakusikia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alisema qad sami'a Allah amesikia. Hapa tunajifunza jambo kubwa sana. Hakuna siri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siri za nyumbani zilindwe. Zamani matatizo ya ndoa yalibaki ndani ya ndoa. Heshima ya familia ililindwa. Leo subhanallah, siri zote ziko kwenye status. Kila mtu anajua matatizo ya nyumba yako. Mkigombana leo, unatundika pale kwenye mitandao. Kukitokea hili na lile, asubuhi unatundika kwenye mitandao. Hii ni hatari kubwa, ni hatari sana. Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimteremkie, amesema kwa maana kubwa sana, miongoni mwa watu wabaya zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanaofichua siri za ndoa zao. Dhambi za siri pia vile vile zinaonekana. Watu wanafikiria ya kwamba niko peke yangu, hakuna anayeniona, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia yeye kuwa anasikia na anaona. Kama unafanya kuangalia haramu kwa siri, kuzungumza haramu kwa siri, kutenda dhambi ukiwa peke yako, jua ya kwamba, tambua hili, hauko peke yako. Allah yuko na wewe na anakuona. Imani ya kweli ni kujistiri hata ukiwa peke yako. Muumini wa kweli anaheshimu Allah subhanahu wa ta'ala hata akiwa peke yake. Anawacha dhambi hata ya kwamba hakuna mtu anayemuona. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua ya kwamba
hakuna siri mbele ya Allah. Nakupa onyo, ewe kijana wa Kiislamu na familia kwa ujumla, usifanye maisha yako ya ndoa kuwa maudhui ya watu kwenye mitandao. Usichafue heshima ya mume wako au mke wako mitandaoni. Usifanye dhambi ukisema ni siri yangu. Hakuna siri yako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalize kwa maneno mafupi, ndugu zangu. Kama ulivyojistiri unapofanya mambo ya halali nyumbani, basi jistiri pia na dhambi zako, na ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasikia yale unayoyasema na usiyoyasema kwa sauti, bali Mwenyezi Mungu tayari ameshayasikia. Allah anaona yale yote unayoyafanya gizani. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu tukisema, ewe Allah, tusamehe madhambi yetu ya wazi na ya siri. Tujalie haya mbele yako, tukusikilie haya, tuwe na uoga, tuone unatuona ya Rabbi wakati wote. Tufanye sisi tuwe miongoni mwa wanaokuokopa, vile vile si kukuokopa tu, hata wakiwa peke yao wanakuwa na oga na wewe. Huku ndiko kufanikiwa kwetu watukufu wa Islam. Hili lilikuwa onyo langu la leo. Kama umefaidika na umepata somo ndani ya sauti hii ya hekima, mtukufu Muislamu, basi bofya hapo chini subscribe na ufanye share, ili na ndugu zako wapate kufaidika na elimu kama hii. Allah tubariki sote, atumiminie baraka zake katika maisha yetu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.